Okay, karibu sana katika live yetu ya leo. Nikukaribisha sana katika somo hili muhimu sana ambalo ninaamini linakwenda kubadilisha maisha yako. Karibu sana wakati tukiendelea kuandaa kalamu na karatasi. Nikukumbusha tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, sisi ni Profitable Farm, Profitable Garden, Kuku Uchumi. Mambo ni mengi, nategemea na wewe unatamani kufanya kitu gani. Okay. Karibu sana. Naona mmeshaingia, tusipoteze muda kwa sababu kipindi chetu cha takriban dakika 30. Hatuna muda mrefu katika hichi kipindi. Sasa leo tutakuwa katika episode namba 9, episode namba 9. Jana tuliangalia kipindi kilichopita tuliangalia somo katika episode namba 8, somo ambalo lilikuwa linaenda kwa jina la msingi wa kuanzisha mradi nyumbani usioanguka. Msingi wa kuanzisha mradi nyumbani usioanguka. Nitakusihi kama hujafuatilia hilo somo, nenda YouTube kwa channel ya Profitable Farm TZ ukaweze kupata hilo somo. Litakusaidia kupata muendelezo wa somo ambalo tutakwenda kujadili siku ya leo. Sasa siku ya leo tutakwenda kuangalia nguzo 5 zitakazofanya mradi wako usianguke. Tuliangalia msingi na tukajadili sana kwa kina kuhusiana na somo lililopita. Leo nataka tuangalie nguzo 5 zitakazofanya mradi wako usianguke. Naomba uwe na kalamu na karatasi kwa sababu nina vitu ambavyo nataka uweze kunoti ambavyo ninaamini vitakusaidia siku za baadaye katika safari yako ya mradi wa kuku. Kwa wewe ambaye tayari umeanza kufanya, basi utajua wapi ukarekebishe, wapi ukaboreshe. Lakini kwa wewe ambaye una ndoto ya kuingia katika mradi aidha wa kuku au wa bustani, basi kuna vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie. Jamani, tuko pamoja. Wangapi mnanipata? Wangapi mnanisikia huko mliko? Comment hapo chini, tafurahi kuona comment yako. Itanisaidia zaidi wakati naendelea nikijua kwamba kuna watu ambao mnanisikia. Sasa ndugu yangu, kama ambao tumejadili katika kipindi kilichopita kwamba msingi wa mafanikio ya kuwa na mradi wenye uhakika ni maarifa. Na tukaelezea kasi kwamba kwenye safari ya mafanikio kuna vitu vikubwa viwili ambavyo vina confuse watu wengi, vinachanganya watu wengi. Kuna tofauti kubwa sana kati ya speed, kati ya kasi. Speed ni kasi, lakini pia na mwelekeo sahihi, tunasema right direction. Siku zote ukiwa unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, cha kwanza katika akili yako unakuwa unajua wapi unakoelekea. Yaani kwamba destination, kituo ambacho unaelekea. Kwa mfano tunapokuwa tunaanzisha miradi kama ya kuku au ya bustani, maeneo ya nyumbani, tunakuwa na malengo. Tunakuwa tunafahamu kwamba lengo la kuanzisha mradi tunataka tupate kuokoa gharama za mboga kwa sababu tumechoka kula mboga mbovu, au tupate mayai, watoto wetu wakiamka asubuhi wapate mayai mazuri kabisa kabla hawajaenda shule. Hayo yanakuwa ni malengo. Hiyo inakuwa ni destination. Ni wapi tunataka, nini tunataka kiweze kutokea. Lakini jambo la pili, tunatafuta tunafikaje pale. Sasa tunafikaje? Unafanikiwaje siku moja kuwa na mboga bora ambayo haitumii madawa pale nyumbani kwako? Hiyo tunaita direction. Kwamba naelekeaje, nafikaje pale. Hicho ni kitu cha pili. Lakini kitu cha tatu ndio pale ambapo sasa umeshapata direction, umeshapata mwelekeo kwamba huu ni mwelekeo sahihi. Nikifanya hivi naweza nikaotesha matembele. Nikifanya hivi naweza nikaotesha mchicha. Nikifanya hivi naweza nikaotesha spinach ambazo hazishambuliwi na magonjwa. Lakini pia hata hizi zikishambuliwa na magonjwa, ninajua jinsi ya kuweza kukabiliana nayo. Nimeanzisha mradi wangu wa kuku. Najua okay, so kuku wangu naweza nikakabiliana na magonjwa. Naweza nikajua wanakula chakula gani. Pale umepata kitu kinaitwa right direction. Yaani kwamba umeshapata mwelekeo sahihi. Sasa kinachofuata ambacho ni cha tatu, tunasema speed. Speed maana yake nini? Kama nimeweza kufanikiwa kuhandle mradi wangu labda wa kuku 10 au kuku 20 au kuku 50, 10 naweza nika duplicate. Naweza nikafanya mara mbili yake. Kwa mfano nikasema wacha niweke kuku 100 sasa. Au nikasema wacha niweke kuku 250. Hivyo ndio inapaswa kuwa. Kwa maana ya kwamba nimeshakuwa na uhakika sasa kwamba hii formula ambayo nimeitumia, hii njia ambayo nimeitumia kwenye kuanzisha mradi wangu, naweza nikaifanya. Hivyo kwa mfano kwenye bustani unakuta sisi kwa mfano kwenye program tuna njia nyingi za kufanya bustani. Kuna kitu kinaitwa back garden, kuna cake garden, kuna kitalu nyevu, kuna keyhole garden, tunaita
bustani ya jikoni. Sasa baada ya kuwa umeanzisha bustani yako, umeshaona okay, majirani wanataka mboga aina fulani, soko langu nataka mboga aina fulani, unasema sasa kinachofanyika ni duplicate. Kuduplicate au kuscale kitaalamu wanaita ni kufanya sasa katika ukubwa. Sasa kufanya katika ukubwa inapaswa kuja mara baada ya kuwa umepata direction. Nikiwa nasema direction, maana yake umeshapata formula, umeshapata kanuni ambayo inakusaidia, unajua sasa hapa na stabilize. Hakuna kitu ambacho mimi wanaumia. Sawa una pesa. Kwa nikupe siri moja. Biashara huwa haianzishwi na pesa. Biashara inaendelezwa na pesa. Biashara inaanzishwa na ujuzi. Naomba nirudie statement iandike, itakusaidia. Biashara siku zote, project siku zote, mradi siku zote huwa hauanzishwi na pesa. Unaanzishwa na ujuzi, unaanzishwa na skills. Kama unataka kufanya mradi au unataka kufanya biashara, lazima hicho kikae kwenye akili yako. Then ukisha kuwa umestabilize, yaani sasa umeshajipata, umeshapata formula, ile biashara inaendelezwa na pesa. Kuna tofauti kati ya kuanzisha na kuendeleza. Hiki ni kitu muhimu sana rafiki yangu. Yaani unajua kwenye mafanikio uzuri wake ni nini? Uzuri wa mafanikio ni mmoja. Mafanikio yanaendeshwa na kitu kinaitwa principles. Principles ni kanuni. Sasa habari nzuri, kanuni huwa hazidanganyi. Kuna mtu hapo ananisikiliza anasema, huyu jamaa anaongea nini? Mimi sina pesa ningeanzisha mradi. Mradi hauanzishi na kitu ambacho hauna. Unaanzishwa na kitu ambacho kiko around. Yaani kitu ambacho kiko ndani ya eneo lako. Kama ni pesa unazungumzia kuanzisha, iko ndani yako. Kama ni eneo, liko ndani yako. Kama ni ujuzi, upo tayari. Sasa unapotafuta kitu ambacho hauna, ningepata pesa ningeanzisha. No, haipasi kwa hivyo. Benki walishai kumpa pesa mtu ambaye ana kazi, hana biashara? No. Watakwambia hivi, una biashara? Imefikia wapi? Tupatie data zako, tupatie bank statement. Hauna. Ukachukua pesa ya mtu utestie biashara yako, utestie idea yako? No, idea inatestiwa na kitu ambacho kiko live. Yaani kiko ndani ya uwezo wako ambacho hata kikipotea haumii. Rafiki yangu, huo utangulizi umeuelewa? Kwa lugha nyepesi ni kwamba katika somo lililopita tulisema kwamba msingi wa mafanikio, msingi wa kuanzisha mradi wa bustani na wa kuku usioanguka ni maarifa. Msingi wa kuanzisha mradi usioanguka ni maarifa. Leo nataka tuangalie nguzo 5 zitakazofanya mradi wako usianguke. Nguzo 5 zitakazofanya mradi wako usianguke. Nguzo namba 1, maarifa ya mipango. Tunaita project plans. Maarifa ya mipango. Nguzo ya kwanza, maarifa ya mipango. Unajua, unapaswa kuelewa mambo gani unatakiwa kuwa nayo, unatakiwa kuyafahamu kabla haujaanza. Siku zote mpango huu unaanza, afu utekelezaji unafuata. Okay, mafanikio yako hivi. Siku zote cha kwanza unakuwa na dream, unakuwa na ndoto, unakuwa na goal, unakuwa na malengo makubwa. Hicho ni kitu cha kwanza. Kama hauna malengo, hautafika popote. Kama hauna dream, kila kitu kitakachofuata baada yake hakuna. Mimi napenda kusema kitu kimoja kwamba huku duniani tuna watu aina mbili. Kuna wanaopigania ndoto na kuna wanaopigania tumbo. Ukiona hauna malengo, ukiona hauna ndoto, maana unapigania tumbo. Unaamka asubuhi kwenda kazini kwa sababu njaa inauma. Unaamka asubuhi kwenda kazini kwa sababu watoto watalia njaa. Sasa manake ni kwamba hiyo bado. Sasa siku moja nilikuwa na share na nyinyi kwamba unatakiwa kuwa na ndoto au na malengo yaliyoandikwa. Wanasema 3% tu duniani ya watu wazima ndio wenye malengo yaliyoandikwa. They have written goals. Mimi nilivyogunduaga hivyo, nikasema nikatafuta kitabu kabisa na kiandika malengo. Na dafa langu kabisa naandika malengo. Naandika.
Na malengo yanapaswa kwamba kila siku naongeza. Sio unaandika tu mara moja. Hapana, kwa malengo ya muda mfupi, ya kati na ya muda mrefu. Sasa rafiki yangu, kwa cha kwanza unabidi kuwe na dream, kuwe na ndoto. Cha pili, unabidi uwe na shauku. Kuna mtu unaongea naye, unataka kupima ile shauku yake. Mambo vipi? Safi kabisa. Umetufuatilia, unataka kuanzia mradi wa kuku. Ningependa kujua mikakati yako. Umesemaje? Sasa huyu vipi huyu? Mimi najua nimeshapata partner. Nimepata rafiki yangu ambaye na yeye ana mpango wa kufanya project katika ukubwa. Sasa mimi na vibe yangu, usikwenda kuanzia project, vipi tukusaidie? Okay. Nilikuwa napita tu mtandaoni nikajikuta, rafiki yangu vipi? Mambo ya hivyo. Vipi lazima unavichochea. Rafiki yangu, mimi mwenzio nikiangalia picha nilionayo kuhusiana na vision ya view ambavyo vitakuja kutokea. Nikiangalia watu ambao wanakwenda kuajiriwa kupitia profitable farm. Nikiangalia maisha ambayo tunakwenda kubadilisha watu. Nyumba zinakuwa zina mamboga. Yaani mentality ya kwamba nyumba zipendeze kwa vitu ambavyo ni vyakula. Lazima uone kitu kinaitwa desire. Shauku. Unajua ngoja nikwambie kitu. Mimi na wewe tunaweza kuwa na ndoto. Wewe na rafiki yako mnaweza kuwa mna ndoto. Tofauti itakuwa wapi? Tofauti itakuwa hapa. Siku shauku ya kufanikiwa ikiwa kubwa kuliko hofu ya kushindwa, ndio siku nafanikiwa. Wote tunapenda kufanikiwa. Wote tuna malengo. Hata kama hayajaandikwa. wewe sasa hama kutoka kwenye kuwa na malengo ya kusema na malengo. Nenda kwenye kuandika, sawa? Halafu sasa yasome kila siku ile malengo. Usipokuwa na kitu cha kufia, unabidi ufie malengo. Yaani kuna kitu sasa napambana mpaka kitokee. Sasa tofauti kati ya mmoja na mtu mwingine nini? Desire, shauku. Shauku ndio inakupa energy. Shauku inakupa confidence, ujasiri. Shauku inakupa kusema sasa naanza safari. No matter what, naanza leo. Nachukua makopo na kata, najaza udongo, nachukua spinach na weka. Nachukua girigirani na mwaga hapo. Unachukua karoti unamwaga. Mimi nakumbuka nilikuwa nimeanza mambo ya garden. Ile story sasa. Nikachukua tairi la gari nikalikata, nilivyokata nikanunua karoti. Zile karoti nikachukua tu, sijui hata naoteshaje. Nikachukua nikaanza kumwaga kwenye ile tairi. Zikaota. Nikaanza kuchomoa moja baada ya nyingine naotesha tena. Nasema ngoja nikaa napitia sijui makara gani ile. Ukaambia karoti bwana zinaoteshwa hivi. Unamwaga, afu unaanza kupunguza kidogo. Nasema yaani zile zinazobakia ndio lakini nilipoenda bustanini nikakuta karoti zimeota kwenye ile tairi. Nilifurahi nikasema, "Wow! Nimeotesha karoti." Nini? Unatamani kitu kitokee. Ngoja nikupe siri. Watu wote wanaofanikiwa si watu wanaojua sana. Ni watu wenye shauku ya kufanikiwa. Hiyo siri nimekupa. Ukitaka kujua unataka kweli kitu unachokitaka, angalia shauku yako. Pima shauku. Na unaipimaje shauku? Umekuwa mtu wa visingizio, exclusive. Nitafanya kesho. Ngoja kwanza. Unagairisha. Ukiona wewe ni mtu wa kuahirisha mambo, huna shauku. Yaani hicho kitu si umesingiziwa, si umepewa na jina. Kuna mtu ni mfuatiliaji wa makala zangu. Kila video yupo. Lakini nitaanza kesho. Mimi nitaanza kesho. Ukweli ndio huo, una shauku. Wewe upo. Tutakuacha. Utabaki kuwa shabiki. Utabaki kuwa follower. Wenzako wanakimbia, wewe kazi yako ni kunyosha kidole. Unamwona yule jamaa? Wewe jamaa. Metangu moja anasemaga kwamba yani if choose to be a fan or to be a player. Anakwambiaje? Anakwambia hivi inawezekanaje uwanja ambao unachukua watu 60,000 alafu kuna wachezaji 20 ngapi? 22. Asa wewe vipi? Choose either to be a player or to be a fan. You can't be both. Ikasema okay. Yaani huko duniani kuna watu aina mbili. Kuna mashabiki na wachezaji. Alafu maneno ya kimaskini yako hivi. Unasikia sasa wote tukiwa wachezaji, nani atakuwa mshabiki? Achana haya mambo ya ajabu. Na mtu mmoja anakuambia,
Anambia sasa wote tukifanikiwa nani atamtumikia mwenzake? Wewe vipi? Mambo ya kusema kitu ambacho nilikuja kugundua huko duniani nikasema hata Mungu mwenyewe alitengeneza kitu cha ajabu sana. Anakwambia hivi. Anakwambia hivi, nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi mwanangu, chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Anasema yaani Mungu akulazimishi, ila amekuwekea mbele yako. Vyote vipo. Rafiki yangu, usianze kujitia moyo vitu vya ajabu kwamba sasa wote tukiwa najua nimekukaripia kidogo, pole. Lakini nawe imeingia. Namba 1, maarifa ya mipango. Maarifa ya mipango. Okay, tunapozungumzia maarifa ya mipango inamaanisha nini? Kuna mambo ya msingi ya kujua kabla hujaanza mradi. Jambo la kwanza, ukubwa wa eneo lako unaamua mradi wako. Ukubwa wa eneo lako unaamua mradi wako. Sasa rafiki yangu, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unaangalia hivi, kulingana na mazingira yangu, kulingana na hivi vitu ambavyo Aziz anafanya, mimi naweza nikaweka wapi? Nikaweka mbele ya nyumba, nikaweka nyuma ya nyumba, nikaweka labda wani, au nikaweka wapi? Unajua tu mwenyewe. Kila siku naonyesha ile banda, nawaambia hili banda lipo kwenye hatua 4 kwa hatua 3. Unaona mwenyewe nyumbani kwako kwamba hatua 4 kwa 3 hapo zitakaa wapi? Hapa. Hata nikisema tu niweke banda kama la Hazi, hapa litakaa. Umeelewa? Tunakwambia okay, katika kilimo kuna mfumo wa kilimo unaitwa back gardening. Sema shida yenu wengi hamjui hata program zetu zikoje. Sikiliza ngoja nikwambie kitu siri hapa. Hata hauna mpango wa kujoin kwenye program zetu, fanya hivi, tuma ujumbe 0761 825 808. Tuma ujumbe kwenye hii namba hapa. Halafu sema naomba kujua utaratibu wa program zenu. 0761 825 808. Tuma tu ujumbe kwenye WhatsApp, utatumia zile program. Utaangalia, sio kama nielewa, hata kama hutaki kufanya sasa hivi. You need to have a plan. Tuma ujumbe, uliza program zenu zikoje. Utaona mabanda ya kuku yako hivi. Mambo ya bustani yako hivi. Mambo sio nini yako hivi. So unaanza kufikiri kwamba eneo langu hili naweza nikafanya project ya namna gani. Nafikiri umenielewa. Kitu cha pili, aina ya mradi unaotaka kufanya. Kwa mfano unataka kufanya mradi wa kuku. Unataka kufanya kuku aina gani? Nataka kufanya layers. Utaratibu wake ukoje? Bajeti yake ikoje? Mambo gani ya msingi ya kuzingatia? Nataka kufanya kuku wa chotara. Utaratibu wake ukoje? Mambo gani ya kuzingatia? Nataka nifanye kuku wa kienyeji, kuku wa asili. Sio umenielewa? Unafanya hizo kitu tunaita planning, mipango. Nataka kufanya bustani. Nataka nifanye katika nifanye mazao gani? Kwa sababu kwenye bustani unaweza kukutana labda kwa mfano utafanya mboga mboga peke yake, ukafanya mboga mboga na viungo, ukafanya labda ishu kama ya spices hizo, herbs. Sasa namba 3, muda wa uzalishaji. Kitaalamu inaitwa production cycle. Muda wa uzalishaji. Yaani kwa sasa hivi vitu sawa nitafanya, nitavizalisha baada ya muda gani? Je, ni vya muda mrefu au ni vya muda mfupi? Kwa sababu kwa mfano kama unafanya broilers, kuku wa nyama wale ambao ni wa kisasa, maana yake utafanya ndani ya wiki 6 umewatoa. Sasa unaangalia kwamba okay, nitafanya ndani ya muda wa wiki 6. Okay. Kama unafanya chotara, unataka kuzalisha nini? Unataka kuzalisha mayai. Kama unataka kuzalisha mayai, maana yake kwamba inahitaji miezi 6. So unapokuwa unafanya planning, unapofanya mipango, inakusaidia wewe sasa kuanza kujiset kwamba okay, kulingana na hii program au kulingana na hii project nitakayofanya, basi nahitaji maandalizi 1 2 3. Hiyo ni vitu vya kufikiria, vitu vya kufanya kabla, au sio? Kitu kingine, makadirio ya gharama na faida. Okay, nataka kufanya program, nataka kufanya issue labda ya kuzalisha mayai. Okay. Sasa kama nitaingiza kuku wangu kwa ajili ya kuzalisha mayai, ina maana miezi 6 natakiwa niwalishe bila mimi kupata kitu. Swali litakalo kuja kwenye maandalizi baada ya kuwa umefanya planning ni kwamba hivi nitakuwa natoa wapi pesa ya kulisha hawa kuku? Jamani, unaweza leo kanunua kuku 1000 kwa pesa ya mawazo. Pesa za mawazo mimi wanasema hivi, ya mkopo ni ya mawazo, ya kustafu ni ya mawazo. Ajira sio mbaya sana kwa sababu mwisho wa mwezi utakuwa na uhakika, lakini ukikurupuka tu inakuwa ya mawazo. Kwa sababu kuna walioajiriwa, unakuta mtu amechukua mkopo let's say milioni 2 au milioni 3, kaingiza kwenye project ambayo hana muongozo. Pesa yote ikapotea. Alikuwa analipa labda milioni 1 kwa mwezi au laki 7, anakata laki 3 kila mwezi, ina maana analipo laki 4. Anaanza kutesa watoto, maisha yanakuwa magumu kwa sababu alikurupuka.
Unaweza ukapata pesa yoyote ukaanzisha project, kama hauna plani nzuri, kama hauna muongozo, hauna foundation, kinachokuja kukukuta mbaya sana. Mimi nimeshuhudia watu wameanzia kuku 1000 ndani ya miezi miwili, jamaa anapumulia mashine. Achana kuku 1000, kuku 200 tu, yaani ndani ya mwezi mmoja jamaa anapumulia mashine. Sasa unajiuliza, hivi huyu mtu anawaza nini? Hivi zinakuwa ni akili zinatosha au kuna shida mahali? Baadaye nilipokuja kufikiri na kusikia stori za watu wanaanza miradi kwa kusikia kuku wanalipa. Mtu amekaa kijiweni, mtu umemsikia mtu kwenye ice anazungumzia kuku wanalipa, unaenda kufuga. Siku zote ngoja nikupe siri moja, mafanikio na kanuni moja hii: ulipopatia taarifa ndio penye backup yako. Iandike hiyo point itakusaidia. Ulipopatia taarifa ndio penye backup ya mafanikio yako. Ukituambia mimi hii idea alinipa Mungu, ukikwama kamuulize Mungu. Kama ulikuwa unatudanganya yatakukuta. So umesema Mungu ndiye alikupa. Haya, ukikwama kamuulize Mungu, ndio backup yako. Kama idea ulisikia kwenye haisi, ukikwama rudi kwenye haisi. Jamani, mnanielewa? Mbona mniambie jamani? Mwenzani hivi mnanielewa kweli au maana hata sauti yangu yenyewe ni mbovu? Umikuki nimekuwa na machangamoto yangu ya nani? Ya kiafya. Sasa hebu mnanisikia, mnanielewa? Mniambie hapa chini. Kwa kama ulisikia kwenye haisi, inabidi rudi kwenye haisi. Kuku wanakufa. Kawaulize wale waliosema kuku wanalipa. Kama ulisoma kitabu, rudi kwenye kitabu. Mimi ni mtu ambaye naheshimu vitabu kuliko. Unajua kwa nini? Kitabu cha SUA ambacho nilikisoma, ambacho kilinionyesha misingi ya uzalishaji wa kuku wa asili, kikanionyesha jinsi ya kuzalisha kuku wengi kwa wakati mmoja. Naheshimu vitabu kuliko. Yaani naheshimu vitabu kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu ndio nikopatia idea. Kwa leo nikisikia kuna kitabu fulani kuhusiana, sasa hivi nimeanza na tabia ya kutafuta hao watu wanaosoma kwenye mavio ya kilimo, si mifugo, wananirudia na vile vimoduli, vile vitini vile. Yale madesa yale. Nasoma na yenyewe. Kwa sababu gani? Ndiko nilikopatia idea. Haya, kwenye issue ya mambo ya mradi wa kuku. Kwenye issue ya biashara, programs, naheshimu program kuliko kitu kingine chochote. Kwa nini? Ndio nilikopatia foundation ya kubadili mawazo kwa biashara. Sio kama nielewa. Ulikopatia idea ndio penye backup ya mafanikio yako. Kama umesikia Instagram, sasa umesikia Instagram kivipi? Umekwama kauliza Instagram. Sio kama nielewa vizuri. Huwezi kusikia idea ya kuku inalipa kwenye ice alafu kaenda kumuuliza Mungu. Sasa wewe vipi? Kwani kuna mahusiano gani hapo? Utasema sawa azi. Sauti ya Mungu nilisikia nikiwa kwenye ice. Okay, kama ni sauti ya Mungu ilisikia kwenye ice poa. Lakini kama ulisikia watu wanapiga story na ukachukua ile idea, unataka kuwauliza wale. Sasa ndio tunakwambia hivi kwamba, je, hiyo backup yako iko serious? Nafikiri mmeipata ndugu zangu. Nashukuru sana mmecomment hapa. Ninakuelewa, unaeleweka vema. Nashukuru sana. Okay, tuendelee. Kwa hiyo lazima uelewe. Kwa nimesema nguzo namba 1 ni maarifa ya mipango, na katika maarifa ya mipango tumeangalia mambo kadhaa hapo, na tumesema makadirio ya gharama. Twende namba 5, vifaa vya msingi. Sometimes kuna vifaa vya msingi. Unajua sio lazima viwe vifaa vya kisasa, lakini lazima ujue ni vitu gani, vitendea kazi gani ambavyo vitasupport project yangu. Sio kama umeelewa? Kuna vitu vitasupport hiyo project. Kwa sababu mradi hauwezi kuenda tu. Hata kama ni makopo, hata kama ni mabati, umepaua nyumba yako, kuna mabati, lazima ufahamu kuna vifaa vitakavyo support project yako. Sasa ni vifaa gani? Lazima uwe unaelewa. Sasa point ya msingi ni kwamba usifanye mradi kwa macho, fanya kwa hesabu. Naomba nirudie, usifanye mradi kwa macho, fanya kwa mahesabu.
Nguzo namba 2, maarifa ya uendelezaji, tunaita operations. Unahitaji kupata maarifa ya uendelezaji, tunaita operations. Watu wengi wanajua nini cha kufanya, lakini hawajui jinsi ya kufanya. Uendeshaji ni jinsi ya kufanya. Sasa hapa mimi siku zote wanapenda kuambia kitu kimoja. Unahitaji vitu viwili rafiki yangu. Kwenye uendeshaji unahitaji vitu hivi viwili. Cha kwanza unahitaji kitu tunaita right information. Unahitaji taarifa sahihi za kile kitu unachofanya. Yaani kutokuwa na taarifa sahihi maana ni kufanya vitu kwa kubahatisha. Na siku zote kufanya vitu kwa kubahatisha ni guarantee ya kufeli. Yaani ukiona tu unafanya kitu unabahatisha, ni swala la muda tu. Unafeli muda wote. Yaani ni swala tu la muda tu, tutajua huyu jamaa ameshaingia miti. Huwezi kudumu kwenye kitu chochote kama haujui unafanya kitu gani. Sawa? Kwa cha kwanza unahitaji taarifa sahihi za kitu unachofanya ili usifanye vitu kwa kubahatisha. Hivi inaingiaje akilini mtu mzima? Machua kabisa, mtu mzima kabisa, unafahamu uchungu wa pesa. Unafahamu jinsi maisha yalivyo. Unafahamu unachukua 2,000,000, unachukua 1,000,000, unachukua 500,000, unaingiza kwenye kitu ambacho hauna data. Baya sana. Yaani inaumiza sana. Yaani sijui. Ni kama umechukua pesa yako, unaipeleka kwenye tundu la choo, afu unaiachia, unasema itarudi. Inarudi wapi? Haiwezi kurudi. Si umeenda pale na akili zako kabisa unaidumbukiza. Yaani umechukua sijui ni simu, kwa mfano hii ni simu hapa. Simuona? Simu ya thamani kabisa. Unaenda pale unachungulia kabisa. Tena vile vya kijijini vile vya shimo. Unachukua hii simu, unaenda pale unaachia. Kipwi. Alafu kwenye akili yako tu na wali itarudi. My friend. Hapana. Kwa hiyo watu wengi unahitaji right information. Unahitaji taarifa sahihi. Sawa rafiki yangu, taarifa sahihi. Cha pili, unahitaji kitu kinaitwa community. Unaona kwa mfano hapa sasa hivi tuko kwenye Instagram. Hii ni community. Hili ni jukwaa. Lakini sasa hili jukwaa letu la kwenye Instagram au la kwenye YouTube hatujakubaliana jambo. Naomba nirudie. Ni jukwaa ndio ambao utapata tips, utapata masomo kama hivi ambao tunaendelea kujifunza. Lakini hatujawa na kitu kinaitwa common goal. Wote hatujawa tuna malengo. Sasa unahitaji community ambayo ina watu ambao wana kitu sawa. Kwa mfano sisi tuna jukwaa la wanafunzi ambao wanataka kufanya kilimo cha kutumia magunia maalum, lakini malengo yao wanataka kufikia kuokoa gharama 1,500,000 kupata kipato hadi 200,000. Hawa watu wana kitu kimoja. Maana yake nini? Wanasoma kitu kimoja, kila mmoja anafanyia kazi kitu kile kile, wanakuja na mawazo ya uzoefu kulingana na kila mmoja sehemu yake. It is so powerful in success. Tuna wanafunzi ambao wao wanataka kufanya labda project ya kuku. Hawawezi kukaa na wanafunzi wanaofanya project ya bustani pamoja. No! Huwezi kumchukua mtu anataka kufanya project ya kuku katika ukubwa ukamchanganya mtu anayefanya project ya bustani. Ataka kufanya kuku na bustani, atakaa kwenye community ya kuku peke yake na atakaa kwenye community ya bustani peke yake. Lakini hiyo bustani ya level gani? Ngoja nikupe siri moja nyingine ambayo itakusaidia. Mtu anayepata kipato cha 100,000 mpaka 500,000, habari mbaya ni kwamba hawezi kuwa na mawazo sawa na mtu anayepata kipato cha 500,000 mpaka 10,000,000. Inawezekana ukiwaweka sehemu moja wasiongee hata nusu saa nzima. Hawana cha kushare. Hawana cha kushare, maana yake nini? Hivi huyu ambaye anapata 100,000, 500,000 hapa mpaka milioni, kama milioni hapa au 500,000, 800,000 hapa, ana shida moja inaitwa haelewi unachofanya. Hana formula au formula yake haina uhakika. Na na kesi nyingine tunaita discipline au nidhamu. Huyu mtu wa milioni 5 mpaka milioni 10 ana kesi nyingine kabisa.
mtu wa milioni 10 mpaka milioni 100, kesi zao ni tofauti. Sasa unahitaji kitu kinaitwa ukisoma kitabu cha Think and Grow Rich wanasema unahitaji kitu kinaitwa mastermind group. Mastermind group manake ni group ya watu, ni community ya watu ambao mna common goal. Yaani wote tuna ndoto ya kuhakikisha kwamba mradi wa kuku unatufaidisha katika maisha yetu. Haya, wote mnakuwa na ile right information, mnasoma, mnapoenda kwenye utendaji, mna share zile tunaita common experience. Kinachowafanya matajiri wanazidi kuwa matajiri. Hawa jamaa wana kitu kinaitwa mastermind group. Hawa jamaa wana ushirikiano wa hali ya juu sana. Ndio maana matajiri ni ngumu sana kuona matajiri yamefilisika. Sasa shida ya maskini ni moja tu. Anasema jeshi la mtu mmoja. Jeshi la mtu mmoja. Yaani ukimwona maskini anapambana, ukichanganya na ile kauli ya wahenga, mtaji wa maskini ni nani? Mungu atusaidie jamani, maana haya maisha haya. Tusipobadilisha mtazamo ndio basi tena. Kwa hiyo kwenye maarifa ya uendelezaji unahitaji vitu viwili. Nimesema unahitaji right information na unahitaji right community. Kwa hiyo kazi kwako kuweza kuangalia. Namba 3, maarifa ya soko. Unahitaji nguzo ya 3, tunasema maarifa ya soko. Tunasema marketing and sales. Marketing and sales. Maarifa ya soko. Haya, sasa hakuna maana yote ya kuwa na mradi kama umeshindwa kubadili ulichozalisha kuwa pesa. Hakuna maana yote. Na inaumiza sana kuona mtu amepambana miezi 6 alafu anakutana na kishoka wa sokoni ananunua kuku kwa bei ambayo nonsense. Unajua shida iko wapi? Unapozungumzia mradi, unapozungumzia project, kuna nguzo ambazo lazima uzingatie. Haufanikiwi kwa sababu una kuku. Unafanikiwa kwa sababu una uwezo wa kuconvert. Una uwezo wa kubadili ile bidhaa yako kuwa pesa. Watu wote waliofanikiwa sio watu ambao wamefanya mambo makubwa sana. Ni watu ambao wameweza kuvitengeneza vitu vyao vile ambavyo ni vya kawaida, vimekutana na watu. Yaani vile vitu vyao ambavyo wameweza kuvitengeneza, vitu ambavyo wameweza kuviumba, vimekutana na watu. Sasa huu mchakato wa kutoka kwenye kuzalisha mpaka kumfanya mtu akatumia kitu chako, haijalishi ni kidogo au kikubwa kiasi gani, ndio unaitwa masoko na mauzo. Unaita marketing and sales. Kwa lugha nyepesi tunaita soko. Umenielewa rafiki yangu? Kwa sasa wewe unatakiwa kujua kwamba unatakiwa kuwa na nguzo za soko. Haya, unakuta mtu anauliza, sasa nikianzia mradi wa kuku, nitauzia wapi? Aliyekwambia nani soko la wapi linalipa? Kwa nikupe siri moja. Ukitaka kufanikiwa siku zote kwenye biashara, halafu unajitafuta, yani ndio unaanza maisha. Yani wewe ndio unaanza kupambana. Umenielewa? Inaongea kwa unyenyekevu sana kwa sababu ndio kodi nakupa. Ngoja nikuoneze. Ukitaka kufanikiwa ukiwa unaanza, usitafute soko la wengi. Usitafute soko la mahali. Usijiulize swali hili, nitauzia wapi? Utafeli. Hivi sijui mnanielewa au sauti imekuwa ndogo? Hapa nimepunguza ukali kidogo. Lakini mnanielewa? Hebu muandike hapo comment kama mnanielewa ninachokiongea hapo kuhusu mambo ya soko. Wewe sasa hivi kwa mfano, kwa nikuulize swali. Wewe ndio unaanza kujitafuta. Unaanzia garden pale nyumbani kwako. To be honest, tuwe wa kweli. Utaweza kucompete na mchicha wa sokoni? Wewe utaweza kucompete na nyanya za sokoni? Yaani mbona mcomment hapa kama mnanielewa ninachokiongea? Naongea kitu ambacho insensitive, nataka angalau nipate attention yenu. Jamani, mnaniangusha. Tuwe wa kweli. Let's be honest. Unaweza kucompete na yale mahoho, manyanya chungu, mabilinganya ambayo yale pale yamemwagwa sokoni? Ukipita sokoni unakuta wamemwaga mavitu. Unaweza kucompete? Huwezi. Sasa unafanya kitu kimoja.
badala ya kuzalisha mboga zako pale, badala ya kuzalisha kuku wako pale, unataka kumuuzia kila mtu. Utaweza? Hautaweza. Sasa wewe lazima ujitofautishe, yaani kwamba kile kitu ambacho mtu anataka kununua sokoni kina utofauti gani na cha kwako. Kile cha sokoni kitauzwa bei che, kwa sababu wamepiga madawa. Wamepiga madawa asubuhi, jioni mboga zinauzwa. Wameweka tu mboga hovyo, yamepigwa na jua, yamenyauka. Wengine wameweka na madawa ya kuamsha zile mboga. Sawa? Sasa usiwe nasema swali, wewe unajitafuta. Ngoja kwanza. Hii statement itakusaidia. Ukiwa unaanza maisha ya biashara, focus na masoko ya matajiri. Hapa nikitumia statement utanielewa. Ukiwa unaanza biashara, focus na soko la matajiri. Haya, ukishajipata, ukishasema sasa nimejipata sasa. Ndio unasema sasa nimejipata. Maana una nguvu ya pesa, una nguvu ya influence. Focus na soko la watu wa bei ndogo. Hiyo ndio siri ya kina Baresa, kina Mo. Wewe sio Mo, wewe sio Baresa my friend. Wewe sio hao. Kwa nini? Leo nilikuwa na kuna kitu fulani nilikuwa nasoma leo, nikaambiwa money is a game. Sasa yule jamaa alivyokuwa anafundisha akaeleza kitu kimoja ambacho nikasema Sasa nimeshtuka hapa nilivyowaambia, kwa sababu nimeambia kitu ambacho yeye alikataa, alisema kitaki kusema. Asa money is a game. Naomba niwafundishe kitu kitawasaidia sana. Money is a game. Yaani pesa ni kama mchezo. Akasema every game has a lose. Has a lose. Yaani kila mchezo una sheria. Sawa? Na kila mchezo kuna losers na winners. Yaani kila mchezo kuna walioshinda na walioshindwa. Haya, soka ni game. Volleyball ni game. Drafti ni game. Umeelewa? Sasa angalia, wanaowin ni wanaojua kitu kinaitwa lose of game. Kwa mfano, huwezi kaingia uwanjani kucheza soka na haujui sheria 11. Ni ziko ngapi? Ni 11 ni ngapi? Sheria za mpira ziko ngapi? Sio 11, sio 12, mtanitajia hapa, mimi sio mtu wa mpira. Lakini haujui zile sheria za mpira, utawini. Hata kama una skills kiasi gani. Yaani wewe unasikiliza kucheza, una kipao na nini, lakini kama haujui lose, you are not going to win. Sasa akasema money has a lose. Kwa sababu money is a game. So there is a lose of money. Kuna sheria za nini? Nikasema jamaa amenifundisha kitu ambacho yaani ni kikubwa katika mfano ambao nikasema wow. Sasa business ina lose. Mafanikio sio bahati. Mafanikio ni program. Yaani leo kwa mfano unaweza kuwa programmed kufanikiwa, unaweza kuwa programmed kufeli. Kwa sababu kuna sheria ambazo ukiwa programmed lazima utafanikiwa. Sio, umeelewa? Kwa kuna sheria kwenye mafanikio. Sasa ninapozungumzia kuhusu issue, wewe unaanza kujitafuta. Usifocus na vitu vya watu wengi. Sasa angalia, sasa ndio nakufundisha hii. Sasa kuna sema akasema, of course alifundisha kuna sheria kama 5, mimi nitakupa 2 tu au 3. Hizo zingine nitaka nazo. Sheria moja hapo alisema money ni hivi. Akasema hivi, sheria za pesa huwa hazifundishwi hadharani. Hiyo ni moja kati ya lose ya pesa. Mwenelewa vizuri? Yaani anasema sheria za pesa huwa hazifundishwi hadharani. Akasema kabisa
Jamaa amesoma, ana mavio mengi sana. Nimesahau jina lake, ilikuwa ni na haraka haraka kwa kitu nilikuwa napumzika sana kana namfuatia. Amesoma mpaka ma CPA manini. Ambaye hata shule hawafundishi siri ya pesa. Ndio maana siri ya pesa inafundishwa mezani. Watu wanapokula ndio wanafundishwa mezani. Okay. Kaanza nikaongeza kitu kwenye akili yangu, nikasema namuelewa. Nimekumegea na wewe rafiki yangu, sasa na wewe nenda nacho kafanyie kazi. Sasa kitu moja hapo alisema hivi, kuna sheria ambazo za pesa zina apply kwenye business. Ukiweza kuhandle biashara, wewe umeweza kumaster karibia lose kama 3 hivi za pesa. Sasa hiki ninachokufundisha ni siri. Kichukue kakifanyie kazi. Unapoanza kujitafuta, uwezi ukakompiti na soko la watu wengi. Matajiri siku zote hawataki kuumiza akili, kwa sababu wana pesa. Mtaji wa tajiri sio akili yake tena. Akili yake ilishatumika, ndio maana ni tajiri. Mtaji wa sasa hivi wa tajiri ni vitu hivi. Cha kwanza ni connection, wanaita lamani. Cha pili ni nguvu ya pesa. Sasa ili awini kwenye soko, anashusha bei ili auze kwa haraka, arudi kwenye mzunguko. Mtaji wa mtu anayejitafuta sio pesa. Wewe sasa hivi ambao unajitafuta, hauna mtaji wa milioni 50. Hauna mtaji wa milioni 30. Una 200,000, 300,000, hata kama milioni 2, milioni 3, milioni 5. Hauna business ambayo inaweza ikawa ina uhakika kukupatia milioni 10 kila mwezi. Hauna. Ina maana wewe unajitafuta. Sasa kama unajitafuta, mtaji wako sio pesa. Mtaji wako ni nini? Akili na muda. Ukitumia akili yako vizuri na muda wako vizuri, unaweza kujibu kitu ambacho tajiri ananunua. Siri hapa ya mwisho. Siku zote matatizo ya maskini ni pesa. Siku zote matatizo ya maskini ni pesa. Siku zote matatizo ya tajiri ni thamani. Hata usipoelewa na hiyo ndio basi tena. Ukiwa na dini na maskini, muoneshe jinsi ambavyo ataokoa pesa. Aibe ndogo, hii nunua, aibe rahisi, hii nunua, hii itakusaidia, hii sikia, kwa sababu ajali mambo siku zote anatafuta pesa. Yaani hana pesa, ndio shida zake. Hata ukiwa unauza vitu vya bei rahisi, unajua utapata maskini. Yaani watu ambao hawana pesa ya kutosha. Tatizo la tajiri ni value, thamani. Anataka kuokoa muda, anataka kupata heshima, anataka kupata vitu vya afya. Thamani, afya. Unapoenda kumuuzia tajiri, mwambie hivi, sikiliza, mboga hazina dawa. Maneno hayatauza. Akienda kula, ataona testi ya mboga za sokoni na mboga zako. Sei ya mayai utamuuzia shilingi 21,000, utamuuzia shilingi 17,000, utamuuzia shilingi 15,000. Kwa nini? Yale mayai ambayo umemuuzia yana kiini cha njano, yana ladha, yana harufu. Mtoto wake anapoamka asubuhi, pap, anapaswa hii mdada, pap. Tajiri anajiandaa ndani, anasikia harufu, anasema, hayo ndio mayai niko nayataka. Najua mtoto wangu anapata kitu chenye thamani. Tajiri anataka kitu cha namna hiyo. Sasa huwezi ukazalisha mayai yenye kiini cha njano. Huwezi ukazalisha mayai ya kiini cha njano kama hauna ufahamu wa uzalishaji wa mboga ambazo zitafaa kumpatia kuku. Ndio pale tunapokuja kwenye cycle ya kwamba huwezi ukamtenganisha kuku na bustani. Ukielewa hapa, miaka 2 ijayo utanifuata ukiwa tajiri. Mwaka 1 ujao utanifuata ukiwa tajiri. I'm really telling you. Haya masomo nayo kufundisha sio masomo ya akili ndogo. Ningeweza kufundisha vitu vya kawaida, lakini haya ni masomo ambayo anaandaliwa tajiri mmoja atakayetikisa hii Tanzania, Afrika na kuendelea, kwa sababu tunasikilizwa na watu wa Kongo, Kenya na sehemu tofauti. So, nachotaka niseme ni kitu gani rafiki yangu? Unajitafuta, usijikatie tamaa. Wewe una kitu kikubwa, una muda, una akili. Ukitumia muda wako vizuri na akili yako, unatengeneza kitu cha thamani.
unazalisha mboga zisizo na makemikali, unazalisha mayai bora, unazalisha mayai ya uzalishaji, you have a time, you have a mind. Sawa, hauna mtaji mkubwa, usifanye vitu vya mtaji mkubwa kwa sababu huna. Automatically ukifanya biashara ambayo mtu ambaye ni tajiri, mtu mwenye pesa, anajali thamani, ataona wewe ndio kimbilio lake. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna mtu sasa hivi anafanya kazi benki, sawa, ni mwanasheria, ni mfanyabiashara, hana shida ya pesa, ila ana shida anapataje vitu bora. Very simple. Anapataje vitu bora? Hicho tu ndio anachokitaka. Nani atakaye kwenda kumzalishia kitu bora? Ni wewe. Ambao unasema mimi na muda, unasema mimi sina pesa. Ni wewe. Ukae chini utulie. Wewe uliyeajiriwa uko busy, unasema wewe uko busy, huwezi kufanya biashara. Una weekend. Jioni ukirudi unamwagilia bustani yako, unalisha kuku wako. Unaweza kufanya weekend zile, unafanya. Sio, kama umeelewa? Very simple, hivi vinaweka kabisa logic ya kawaida. Jamani, vipi na nyinyi? Bado hamjapata tu kitu? Okay, mimi niwashukuru kwa muda wenu. Sijaweza kufikia nilipotaka kufikia, lakini muda wangu ni ukuta. Ninaamini nimeenjoy na mimi mpata kitu. Comment hapo chini umejifunza chochote. Uliza kama kuna swali lolote, nipitie hapo ndani ya dakika 3 zilizobakia, kisha baadaye nimalize somo langu. Lakini naamini kwamba umepata kitu. Ninaamini umepata kitu. Hicho ambacho umekipata, hakikisha unakifanyia kazi. Jambo la msingi ni moja tu. Hakikisha upo kwenye channel yetu ya YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ, kwa sababu haya masomo tunayafanyia Instagram, lakini huwa tunaweka YouTube. Na sasa hivi tuko katika episode namba 9. Ina maana kuna episode nyuma ambazo zimebakia. Kama ndio kwanza unatufuatia kwa mara ya kwanza, kisha umeingia kwenye channel yetu ya YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ. Profitable Farm TZ. Then subscribe your channel, kuna kazawadi ambako tunakupatia. Kama ndio mara yako ya kwanza kabisa umesubscribe channel yetu, hakisha umetutumia PDF au umetutumia ile screenshot kwenye namba yetu ya simu ambayo ni hii hapa 0761 825 808. 0761 825 808. Tuma tu ujumbe, subscribe hiyo channel yetu ya Profitable Farm TZ kwenye YouTube. Halafu tutumie screenshot hiyo ya subscription kwenye hiyo namba ambayo nimekutumia hapo. Tutakupatia zawadi ya PDF ya sifa 9 za banda bora. Au sio? PDF ya sifa 9 za banda bora. So ndio hivyo. Kitu kingine sasa, kama uko interested, of course tunafundisha masomo kila siku kwenye channel yetu ya Instagram pamoja na YouTube. Yanapatikana bure kabisa. Kama unavyoona somo lenyewe, ni wewe tu kuwa na juhudi ya kufuatilia na kujifunza. Kwa hiyo hakikisha unatembelea kwenye channel zetu na mwalika rafiki yako anafuatilia pia, inakuwa poa. Lakini kitu kingine, kama uko serious na unataka kufanya mradi wa bustani na kuku katika eneo lako dogo, unahitaji support ya karibu, unahitaji kupata ule mwongozo wa karibu zaidi, tuna program maalum. Of course tunakulipia, sio za bure. Unafanyaje sasa? Tutumie neno program kwenye nambari ya 0761 825 808. Tutumie neno program kwenye nambari ya 0761 825 808. Kuna maswali mengi tutakujibu. Na kwa sababu tunafundisha kila siku na kuna maswali yanajirudia, kwa hiyo tuna program maalum ambayo analyze vitu gani vya msingi vya kuzingatia kwenye mradi wa kuku, vitu gani vya msingi vya kuzingatia kwenye bustani ili ufanye vizuri. Na uzuri kwa unachagua. Kuna zinazoendana na malengo yako, lakini pamoja na uwezo wako kulipia. Kwa hiyo hakikisha unatucheck kwenye nambari ya WhatsApp 0761 825 808. Rafiki yangu, nimeona kuna maswali kadhaa hapo. Nimechelewa mkuu, but you are the best bro. Hongera sana chief. Shukrani sana bwana Matias, nashukuru sana kwa appreciation zako. Na mimi utaendelea kutufuatia kwenye YouTube pia. Kefa anasema asante kwa somo zuri, safi sana. Mwingine anasema nisaidie hapo mwalimu, mboga zinazosababisha kiini cha njano. Okay. Kuna spinach. Spinach ni moja kati ya mboga ambayo inasababisha kiini cha njano. Nakumbuka hata tulivyoanza program yetu sisi ya bustani, ukifuatia hata video zote za nyuma kidogo tunaanza zimeandikwa spinach pesa. Sisi tunakuwa tunazalisha mboga moja tu spinach. Na sababu ya kuzalisha spinach ilikuwa
ni mboga, spinach na mchicha ni mboga ambazo zinazalisha kiini cha njano vizuri sana. Kwa hiyo nafikiri nimekujibu. Lakini ziko nyingi zaidi, lakini hiyo ni moja kati ya mboga ambayo itakusaidia. Haya, huyu anasema nataka nianze kulima mboga, mbegu napata wapi nzuri? Okay, mbegu ziko kwenye maduka. Mbegu ziko kwenye maduka, sisi hatuuzi mbegu, ziko kwenye maduka ya pembejeo. Lakini vitu gani vya msingi vya kuzingatia kabla hujanunua mbegu? Mambo mawili. Jambo la kwanza, tafuta duka ambalo liko na free and floor. Yaani duka ambalo tunaita rasmi na linaloaminika. Unapimaje duka ambalo ni rasmi na linaaminika? Duka ambalo watu wanaingia na kutoka. Unajua siku zote, juzi kwa naenda kununua nyama na mke wangu, tukaenda kwenye bucha ambayo kuna foleni. Alafu pembeni yake kuna bucha jamaa wanapiga miayo. Nikamwambia mbona kulikoni hapa sijaelewa? Akasema jiulize hata mwenyewe. Kwa nini hao jamaa wanapiga miayo na nyama imejaa? Na hapa watu wamepanga foleni. Nikasema ni bei, akasema hamna. Mbona bei sawa? Nikamwambia ni nini? Niambie, akasema jiulize mwenyewe. Nilipojiuliza nikasema nenda kwenye duka ambalo lina free and floor. Mbegu zina tabia ya kuwahi kuexpire zikikaa muda mrefu aziote. Nafikiri nimekujibu. Lakini kama utakuwa interested, join kwenye programu yetu. Tunaweza kuwa na insight nyingi zaidi za kukusaidia uweze kufanya vizuri. Okay, swali lingine. Shukrani sana mwalimu. Safi sana, nimefly wewe uliuliza swali muona jibu lako. Jamani, muda ni ukuta. Nitawamisi sana jamani. Niendelee au rafiki yangu niendeleaje tena kati mna ukuta? Stay connected. Hakikisha uko 24/7 kwenye mitandao yetu ya YouTube, Profitable Farm TZ, Instagram, Profitable Farm. Hivi unachaje kumwalika rafiki yako aje kupata madini kama unajua atakushukuru, atasema ulishare na mimi ile linki ya YouTube ya Profitable Farm TZ. Acha kabisa, nitakushukuru. Masomo ningepata wapi? Rafiki yangu, na appreciate kwa muda wako uliotoa, ungeweza kufanya mambo yako mengine. Much appreciation. Wewe ni partner wangu kwenye vision. Ninaamini kabisa siku moja Tanzania tutatoa manguli majitu ambayo yatafanya wonders kwenye kuku, kwenye bustani. Yaani kuna watu fulani hivi watakuwa na pesa, alafu kwa kawaida kabisa. Yaani sije kwa viaje unielewe. Kwa namna ambavyo naangalia kuna sana kikai bila okay. Siku moja unasikia huyu jamaa anaweza shilingi milioni 1 kwa mwezi. Anafanya nini? Pale nyumbani kwake ana project. Utakuwa ni wewe. Rafiki yangu, bye bye.